Abdurrahman Babu, nyota iliyochomoza kwenye kisiwa cha Pemba na kuangaza kwenye mitaa mbalimbali ya Zanzibar hadi Tanganyika. Hii inakujia kwa wino wa dhahabu wa kwake Feruz Ndeka, mchambuzi makini, na mimi ni ungurumaye mithili ya tembo nyikani, ni Shadi Saidi Ngamilo. Abdurrahman Babu, mgodi wa madini uliofanya mageuzi ya fikra zinazoishi mpaka leo hii. Unaweza kumuita akili kubwa, kwa maana kuna mengi mazito aliyofanya. Cha ajabu hatajwi wala kuzungumzwa, historia yake imefichwa kabisa. Lakini wacha leo ni kujuze kwa uchache kuhusu shule na mishe za kupiga kitabu. Wala haikuwa shida zake kabisa, alisoma na kumaliza vitabu vyote, wala hakukimbia umande na kwenda kuvua samaki, kuvuna nazi au kuvuna karafuu. Jamaa alikuwa msongo, kichwa vibaya mno. Ndio maana mwaka 1951 akiwa na miaka 27 tu alipata shavu la scholarship na kwenda kwa Malkia Uingereza kuongeza elimu. Wewe endelea kushinda TikTok tu, una miaka 30 lakini kichwa kimejaa challenge za kiredio kuliko maarifa. Natania tu. Kabla ya kwenda majuu kwa Malkia, Abdurrahman Babu alikuwa anafanya misha za siasa na harakati za kuikomboa Zanzibar. Akiwa na miaka 20 tu alianza kugonga meza kwenye vikao vya chama chake, Zanzibar Nationalist Party ZNP, chama kilichokuwa na nguvu miongoni mwa Waafrika na Waarabu wa Kizenji. Hakupoa hata kidogo, aliwashangaza sana wazee kwa kuwauliza maswali magumu bila kupepesa macho. Pale waliposhindwa kutetea hoja zao, aliwakatalia hadharani na kuonyesha misimamo mikali. Inashangaza Kaa kwa kutulia. Kwa dunia ya sasa, Abdurrahman Babu angeitwa mtata na mjuaji, kwa maana akili na maono yake yalikuwa mbele ya muda sana. Hivyo wazee wengi walishindwa kumwelewa. Balaa lilianza pale ambapo alitoa maoni tofauti juu ya mfumo wa ujamaa. Wazee wakasema bas, wakamuita na kumkanya, lakini mwamba alikataa na kusimamisha shilingi kati, jambo lililomfanya aonekane ni kijana mwenye msimamo mkali sana. Baada ya kuona kwamba ZNP wanazingua, mwanzoni mwa mwaka 1963 Abdurrahman Babu aliamua kuanzisha chama chake Umma Party. Licha ya kuwa katibu mkuu, alijipa cheo kingine kama kiongozi mkuu wa fikra. Kwa miaka ya leo tungemuita Bakome au Ahua, kwa maana yeye ndio alikuwa mastermind wa chama hicho. Sijui unanielewa? Alipoanzisha chama chake cha Umma Party, Abdurrahman Babu na wenzake wakaanza harakati zao za kupambania masuala ya ujamaa wenye tija, ujamaa ambao unafungamana na mapinduzi ya kiuchumi. Katika harakati za kisiasa, Babu alifanya mambo mengi kisomi. Alikosoa na kutoa suluhu, alifundisha na kutoa taswira ya nini kifanyike ili kuipata Zanzibar iliyo bora. Msomi ni msomi, shule haijawahi kudanganya hata siku moja. Mtaa ukaitika, maelfu ya watu wakajiunga kwenye chama chake. Figisu za tume ya uchaguzi ziliwafanya wasishiriki kwenye uchaguzi mkuu wa Julai 1963. Ase, haya mambo kitambo anangu, lakini ushawishi wake ulikuwa mkubwa sana. Baada ya kufanyika uchaguzi, ushindi wa chama kikongwe cha Afro Shiraz ASP haukutosha kwao kupewa serikali. Badala yake, vyama vya wadosi ZNP na ZPPP viliungana na kuunda serikali kutokana na mgawanyo wa viti vya majimbo. Hapo sasa ndo moto ulipowaka. Hukuwepo mtu wangu, ila naamini malaika wako walikuwepo. Acha nikusimulie. Wazee wa chama cha Afro Shiraz ASP, Mzee Karume, Mohamed Shamte, Thabiti Kombo Jecha, Abdulaziz Twala na Ali Sultan Isa wakamuita Chemba Abdurrahman Babu, wakamwambia kwamba kwa kuwa chama cha ASP kilikuwa cha kisiasa chenye wazee lukuki, basi chama chake cha Umma Party ndo kitumike kutekeleza maandalizi ya mapinduzi, kwa kuwa kilikuwa na wafuasi wengi vijana. Babu akakubali bila kujiuliza. Harakati za kupanga mipango ya kupindua meza zikaanza. Mipango hii iliwekwa mezani kwa lengo la kuwapoteza maboya wa koloni. Baada ya kufanikiwa kwa mapinduzi ya Zanzibar 1964, chama cha Babu Umma Party kiliungana na chama cha ASP na kuanza kufanya kazi pamoja. Mzee Karume akamvuta Chemba na kumpa shavu la kuwa waziri wa uchumi na maendeleo ya Zanzibar. Miezi michache baadaye, Babu aliteuliwa kuwa waziri wa biashara na uchumi kwenye serikali ya kwanza ya muungano.
muungano. Hapo sasa alivuka maji na kuja Tanganyika kwa ajili ya kuutumikia muungano. Siku ya kwanza kazini, mzee Nyerere alimpa faili zito lililoandikwa siri. Ili kulifungua tu, anakutana na mradi wa reli ya Tazara ambao wazungu wamekataa kutukopesha kwa sababu ya kuikumbatia sera ya ujamaa. Ukuwepo swaiba waendelea kutega sikio tu. Akiwa kama waziri wa biashara na uchumi kwenye serikali ya kwanza ya muungano, Abdurrahman Babu alipewa jukumu zito la kutafuta wafadhili wa kufanikisha ujenzi wa reli ya Tazara. Kumbuka kwamba wakati huo tulikuwa tumeikumbatia sera ya ujamaa, hivyo wazungu walikasirika, walikataa kabisa kutukopesha pesa zao, walituweka kabatini. Ngoma ilikuwa ngumu sana, lakini Babu alijipiga kifua na kulichukua lile faili na kuanza kulichakata. Kwa kuwa kwa miaka mingi alikuwa muumini wa kweli wa sera ya ujamaa, Abdurrahman Babu alikuwa na marafiki wengi kutoka taifa la watu wa Uchina. Mara kadhaa kabla hata ya kupatikana kwa uhuru wa Tanganyika na Zanzibar, alikuwa anakwenda China kwa shughuli za kisiasa na harakati za ujamaa. Miaka ilivyosogea, mahusiano yake na kiongozi wa China Mao Zedong yalishamiri na kudumu maradufu. Zile fikra zake za kimapinduzi, ulinganifu wa mawazo yake na itikadi za ujamaa kama China, pamoja na uhusiano wake wa chombo cha habari cha New China News Agency kulimpa connection kubwa kiasi kwamba alihesabiwa na serikali ya Uchina kama kiungo bora cha mawasiliano kati ya Beijing na ukanda wote wa Afrika Mashariki. Babu alikuwa mtu bwana. Baada ya kutafakari kwa kina lile jukumu la kutafuta wafadhili kwa ajili ya kuanza ujenzi wa reli ya Tazara, chapu kwa haraka alimwambia Nyerere kwamba naomba safari ya kwenda China, tutapata pesa. Mwalimu alikubali na kumteua Babu kama kiongozi wa ujumbe maalum wa biashara utakaokwenda nchini Uchina. Kutokana na maarifa, urafiki na uzoefu wake mkubwa wa awali na watu wa Uchina, Babu aliwaeleza Wachina kwamba Tanzania inakabiliwa na vikwazo vikubwa vya kupata ufadhili wa ujenzi wa reli ya Tazara kutoka kwa mataifa ya magharibi. Haya yote ni kwa sababu ya kuikubali sera ya ujamaa na kuikataa sera ya ubepari. Hivyo kama mna chochote kitu, tunaomba mtusaidie tuifungue nchi yetu kiuchumi. Wachina walishika vichwa. Babu akavuta kiti chake akakaa kusubiri majibu. Ama hakika palipozimika umeme, nuru haiwezi kuja kwa koroboi, lakini Babu aliondoa mshumaa kuliondoa giza la Tanganyika. Wala usiondoke, hili zege alilali. Ilipofika Julai mosi 1965, China walikubali ombi la Babu na kutoa msaada uliokuwa na masharti rafiki. Zambia walipewa paundi milioni 150 na Tanzania tukaokota paundi milioni 75 isiyo na riba wala masimango. Zaidi ya hapo, China na Tanzania wakasaini makubaliano mengine ya biashara. Tanzania ikapata wastani wa paundi milioni 5 kwa mwaka kwa kipindi cha miaka 5, mkataba ambao wa Tanzania waliruhusiwa kuagiza bidhaa nafuu kutoka China, huku wa China nao wakilazimika kununua bidhaa mbalimbali kutoka Tanzania kila mwaka. Ilipofika mwaka 1970, reli ya Tazara ikaanzishwa na kwa sasa imebaki historia tu, lakini nyota wa mchezo mpaka tunapata pesa za kufanikisha mradi huo alikuwa Abdurrahman Babu kutoka pale kisiwani Pemba. Wenyewe wanasema Pemba hatoki jahili, ni ubongo tu swahiba. Mafanikio huja na husda pamoja na changamoto zake. Uaminifu, ukweli na mapenzi yake kwa taifa la Tanzania yalimletea shida sana Abdurrahman Babu. Mara kwa mara alionekana mkaidi na mjuaji kupitiliza pale alipokuwa anakosoa baadhi ya sera na fikra za mzee Karume pamoja na Nyerere. Hao wazee hawakutaka kabisa wapingwe, waliamini wao wanajua kila kitu. Mara kadhaa alipishana nao kimtazamo na yeye hakujali lolote. Nakumbuka mwaka fulani mzee Karume amewahi kumsema Babu hadharani, huyu mtu anatumia maneno mengi kuliko kazi. Zanzibar inataka matendo, si vitabu. Alipoulizwa, Babu naye alimjibu mzee Karume kwa kusema, siwezi kukubali mapinduzi ya badilisho wakoloni weupe na waje wakoloni weusi. Hata kwa Nyerere, Babu aliwahi kumkosoa juu ya namna bora ya kuitumia sera ya ujamaa. Ujamaa wa vijiji hautengenezi nguvu za uzalishaji, unazalisha utegemezi mpya. Nyerere naye kwa kujibu alitoka hadharani na kumjibu, Babu ni msomi mzuri wa vitabu, lakini anatakiwa kuwa mwangalifu. Tanzania haiendeshwi kinadharia bali kwa vitendo. Kwa msuguano wa namna hii dhidi ya wakuu wake, wala haikushangaza kuona Abdurrahman Babu akipewa kesi ya uhaini mara baada ya kuuawa kwa mzee Karume, kwa kuwa alikuwa mkosoaji na kijana aliyetaka maendeleo. Alidakwa mapema na kuangushiwa zigo hilo. Mambo yalikuwa mazito kulikweli. Kifo cha mzee Karume kilibadili taswira na kufuta mazuri yote yaliyofanywa na Abdurrahman Babu. Aliitwa mhaini na kupakwa matope ya kila aina, huku
historia yake ikizikwa futi 6. Lile jasho alilovuja kwa ajili ya kuipambania Zanzibar na Tanganyika halikuwa na thamani tena. Badala yake mbegu ya chuki ilipandwa dhidi yake. Giza nene lilianza kutanda usoni mwake pale ambapo njemba 4 zilipofanya maamuzi ya kuingia kwenye ofisi za chama cha ASP zilizokuwa pale mji mkongwe Stone Town, maeneo ya Kisiwa Ndui, na kumuua mzee Karume kwa kumpiga risasi nyingi akiwa anacheza bao na wenzake. Ama hakika kikulacho kipo nguoni mwako. Wale jamaa waliofanya lile tukio wala hawakutoka mbali. Inasemekana walikuwa ni watu wa karibu wa mzee Karume waliojua kila kitu kuhusu yeye, ndio maana walimuua bila kizuizi chochote kile. Cha ajabu, wakati mzee Karume anauawa, Babu hakuwepo kabisa Zenji. Wafuasi wengi walikamatwa baada ya kufanyika msako mkali. Aprili 14, 1972, akiwa nyumbani kwake pale Upanga, Dar es Salaam, alivamiwa na polisi zaidi ya 20. Alikamatwa kama kuku na kutupiwa zigo la kupanga mchongo wa kumuua mzee Karume. Baadaye alisomewa kesi ya uhaini na kupewa adhabu ya kifo iliyomfanya akae gerezani kwa takribani miaka 6. Tao sio kwanza mtu wangu, tusonge mbele. Ilipofika mwaka 1978 alitoka gerezani kwa msamaha wa Rais Nyerere uliotolewa kwenye sherehe za kumbukumbu za miaka 14 ya Muungano. Alipohojiwa kwa mara ya kwanza, alisimamia msimamo wake wa kusema hakuhusika kwa chochote juu ya mauaji ya mzee Karume. Walimwonea na kumchafua kisiasa. Alimtaja Luteni Humud Mohamed kama mhusika mkuu aliyelipiza kisasi cha kifo cha baba yake aliyeuawa na mzee Karume. Baada ya hapo akapanda pipa na kuhamia jijini London, Uingereza. Aliishi huko mpaka alipokutwa na mauti Agosti 5, 1996. Mwili wake ulirudishwa Zenji na kuzikwa katika makaburi ya viongozi ya Mwembe Shauri yaliyopo pale Unguja. Enzi za uhai wake, Babu anakumbukwa zaidi kwa kukataa kwake kuitwa mheshimiwa au bwana. Badala yake alisisitiza kuwa anataka watu wamtambue kwa kumuita Comrade Babu na si vinginevyo. Kila laheri Comrade Babu, tutakutana Mungu akipenda. Vipi, umemuelewa Comrade Abdurrahman Babu? Weka komenti yako. Mimi ni Shadi Saidi Ngamilo, kwa hisani yake Feruz Ndeka, mchambuzi makini. Adios amigo, chao.